And the Spirit of God said, na Roho Mungu anasema, you must do something to God to honor. Lazima ufanye kitu kwa Mungu aheshimu. He honored Abraham. Alimheshimu Ibrahimu for what he had done. kwa kile alimtendea. He acted according to the word. Alitenda sawa sawa na neno. Don't act. Watu wengi hawatendi. You have never stayed for a day reading the Bible. Hujawahi kata siku moja kusoma Biblia? You say this is the day I want to read the Bible. Unasema hii ndio siku nataka kusoma Biblia. Hujawahi fanya hivyo. You read when we are here. Unasoma tukiwa hapa. You never waste your time one day to come to stay here the whole day to reading the Bible and to pray. Hujawahi poteza muda wako kuja kuomba hapa mchana wote na kusoma Biblia? Na kuomba and you need him. Mungu have never acted according to the ataheshimu nini na unamhitaji na hujatenda sawa sawa na neno la Mungu. Amen. And then you pray, you say he don't hear my prayer. Alafu naomba nasema Mungu sikia maombi yangu. You must listen. You must spend time more with God than more anything of this world. Lazima utumie muda mwingi na Mungu kuliko vitu vingine vyote vya ulimwengu. What you spend lot of time of this world for this world, it will be nothing and vain. Kwa sababu yote ulimwengu huu unayopotezea muda wako itakuwa ni bure. Even these people, they will be given eternal life because of what they have done to God. Kuna watu was in the hospital, you come to look me. Kuna watu watapaswa milele kwa sababu ya kile walimfanyia Mungu. God honor. Nilikuwa hospitali ukakuja kunitembelea. Mungu akaiheshimu hiyo. We must be serious with the word of God. Lazima ukue na kicho ya neno la Mungu. Tuwe na kicho katika neno la Mungu kuliko kitu kingine chote. Are you listen? Yeah, that's what he said. Listen here. 19. And their seed shall all nation of the earth be blessed. Because thou hast obeyed my voice. Amen. So Abraham returned into his young men, and they rose up and went together to the Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. They go back. Walirudi. Because Abraham has done what God had said. Listen. Sikiliza. We must do it. Lazima utende hivi. Let's go back to the Hebrew 11. Waebrania 11. He obeyed. He acted. Alitii. He believed it. Aliamini. He believed things that it is impossible. Aliamini mambo yasiyowezekana. Isiyowezekana. By faith, kwa imani, it become possible. Yakawezekana. There is no woman of more than 90 years can be a child. Hakuna mwanamke wa miaka 90 anaweza kupata mtoto. Hakuna. There is no hospital, there is no doctor. Hakuna hospitali, hakuna daktari. There is no research. Hakuna hata uchunguzi. All over the world. Duniani kote. And there is no medicine can restore a woman of 90 years young. Na hakuna dawa yoyote ingeweza kurejesha mwanamke wa miaka 90 kwa mchanga. Hakuna. They don't have it. Hawana dawa hiyo. Amen. Only the word of God can restore. Neno la Mungu pekee anaweza kurejesha. And we believe God who is able. Na tunamwamini Mungu aliye na uwezo. There is no doctor can raise a dead person. Hakuna daktari anaweza kumfufua mfu. Hakuna. They don't have the medicine. Hawana hiyo dawa. The moment you die, they take you much. Ukikufa tu wanakupeleka chumba cha maiti. But we have one called Jesus. Lakini kuna mmoja anaitwa Yesu. He didn't go to the mortuary. He go to the grave to raise the other. Hata hakuenda mochari, alienda kaburini na kufufua Lazaro. God. He didn't go to the mortuary. Hakuenda kwa chumba cha maiti. Alienda kaburi.
begotten. Kufufua mtu aliyekufa tayari, ambaye ameoza na aliamuka. And he walked. Na akatembea. And he go and eat. Na alienda akakala. Na akala. Show me one doctor. Nionyeshe daktari moja. So we base our faith where? Only to God. Basi tunaweka imara imani yetu wapi? Kwa Mungu pekee. He cannot even heal cancer. Leo hata hawezi kuponya masaratani. Lakini Yehova, he can. Anaweza. And we have the record. Na kuna hiyo rekodi. He have healed many. He have already healed many. Ameponya wengi. So it is the God we trust. Kwa hivyo ni Mungu tunamwamini. We that God alone. Tunamwangalia Mungu huyo pekee. He pronounced once and all. Alitangaza moja. That healed all your sickness. Mimi ndimi Mungu niponyaye magonjwa yenu yote. Repent. And we must have faith with that God alone. Na lazima tuwe na imani na Mungu huyo pekee. Even if we hear cancer, we look at the cross. Hata tukisikia saratani tunatazama msalaba. Because from that cross all things has already finished. Kwa sababu kwa msalaba huo mambo yote yamekwisha. There is no medicine can take away sin. Hakuna dawa inaweza kuondoa dhambi. But Jesus, lakini Yesu can take away your sin. Anaweza kuondolea dhambi. You a new creature. Na kumfanya kiumbe kipya. He can give you a new lungs. Anaweza kukupa mapafu mapya. Anaweza kukupa nini mpya. Amen. We are believing the creator. Tunamwamini muumbaji. Who have the power. Aliye na nguvu. He can remove the lungs which is eaten by cancer. Anaweza ondoa mapafu imekuliwa na saratani na anakuweka mapya. Huyo ndiye Mungu tunayemwamini. We believe and we pray. Tunaamini ya kwamba kama ni kuishi unaishi, kama ni kufa na kufa. Hallelujah. Amen. If we destroy, kama Jesus when he come, he destroy the sting of death. Yesu alipokuja aliangamiza mshale wa mauti. That is the greatest thing he does. Hiyo ndio kitu kuu alifanya. He destroyed that sting of death. And he said, "It's finished." Aliangamiza mshale huo wa mauti na akasema umekwisha. That's why when Paul have that revelation, he asked death, "Where is your victory?" Ndio maana Paulo alipopata ujumbe huo akamuuliza death, wapi ushindi wako? Akauliza mauti, wapi mshale wako? Satan. Alijua shetani, the greater B. Yule nyuki mkuu. The moment you see alipomrushia Yesu ile mshale, Yesu akashika hiyo mshale. Are you getting me? Hey. The moment this bee sting your body hold the sting. So nyuki akikutoka na mshale wake, hiyo mshale inabaki. Is useless. Sasa huyo nyuki ni bure. You are not to play with the human being anymore because you don't have the bee, and it is us. The moment the devil stings Why are you scared by Satan? What is wrong with the
You know when Jesus come, Yesu akija, when Jesus he come on the world, Yesu alipokuja and ulimwenguni, they go to that link of wrestling. na waende kwenye mfuringo huo wa Jesus was the devil. Yesu na shetani. Jesus knocked Satan once and all. Yesu alimgonga shetani mara moja na mwisho. Hakuamka tena. He was only rolling there. Alikuwa akipigilia huko. Hakuamka tena. He knocked him one knockout forever. Alipokelea ndani moja ya mwisho, mara moja ya mwisho. And Jesus now is the one who take it to the Satan has knocked many in all ages. Shetani aliwapiga wengi kwa vizazi yote, lakini Yesu alipokuja alimgonga moja ya mwisho. Even he got her and he set captive free. Hata alienda kusema imekwisha na kuweka mateka huru. All that serve God in the Old Testament, and he got her to open the door and he said, now you are free. Alienda watu waliomtumikia katika Agano la Kale, akaenda kafungua milango akamwambia mko huru, mnaweza toka twende. It's better we believe God. Bora tumwamini Mungu. And we must act according to the word of God. Na lazima tutende sawasawa na neno la Mungu. Don't listen what people they are saying. Sikilize kile watu wanasema. Leave them and believe alone. Waachane na wao. Let them they believe what they believe. In Hebrew 11. Waibrania 11. All the time carrying the devil. What the devil mean? Kila wakati anabeba shetani. Ana shetani anamaanisha nini? What is the devil? Shetani ndio nini? The devil is a creature. Ni kiumbe. It's not God, it's a creature. Si Mungu, ni kiumbe. Satan is a creature. Shetani ni kiumbe. Is a creature. Ni kiumbe. And this creature has already been judged once and all. Na kiumbe hiki kimehukumiwa mara moja na mwisho. There is no any pardon for that creature. Hakuna samaha. Hakuna kwa kiumbe. Even he know. Hata anajua hivi. Even when Jesus was here, they asked Jesus, why you come to destroy us? Hata Yesu is not yet. Yesu alipokuwa hapa na mwambia, mbona unakuja kutangamiza kabla ya wakati wetu? They fear Jesus. Walipoogopa Yesu. They know. Jesus is a destroyer of the devil. Yesu ni mwangamizi wa shetani. Even if today you can believe where Satan has attacked you and you believe Jesus will destroy the devil. Hata kama leo ungeamini bali shetani amekudhuru, umwamini Yesu anaweza kuangamiza shetani. He's there willing to help you by faith. Niko hapa kukusaidia kwa imani. Listen here. Listen hapa. Don't listen to the devil. Simsikilize shetani. Hallelujah. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elder obtain good report. Through faith we understand that the world are formed by the word of God, so that things which are seen are not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain, by which obtained witness that he was righteous. God testified of his gift. By it, being dead, yet speaketh. Amen. Even right now. Hata sasa hivi. What Abel have done, ile Habili alifanya, he is still speaking even today. Amen. Angali ananena hata na leo. By faith Enoch was translated. He should not see death, and he was not found because God
translated him. Before his translation, he had this testimony that he praised God. But without faith, it is impossible to praise him. For that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarded of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world, and become heir of the righteousness which is by faith. He became heir of righteousness. Mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kama mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Ipatikanayo na imani. Amen. Amen. Eh? By faith. Amen. Through faith Sarah. Or through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who promised. Amen. Thank you. He counted him faithful. Alimhesabu yeye mwenyewe. He received kuwa mwaminifu, which was impossible. Mambo yasiyowezekana to Sarah. Kwa Sara. God, in the presence of God, God asked. Kwa machoni pa Mungu. Mbele ya Mungu, Mungu aliuliza. Mbele ya Mungu aliuliza. Is anything hard to the Lord? Je, kuna jambo lolote gumu kwa Bwana? He didn't want all argument. Hata hakutaka mabishano. Because God had said to Abraham, Sarah their wife. Kwa sababu Mungu alimwambia Ibrahimu, be a son. Sara mkeo. You call that son Isaac. Atakusalia mwana tutamuita Isaka. So God had said so. Basi ni Mungu alisema hivi. And God said, according to the time of life, I invested you. And he invested her. Mungu alisema kulingana na wakati wa maisha na kutembelea. It became possible. Yale yasiyowezekana kwa Sara yakawezekana. Yale yaliyokuwa magumu sana kwa Sara ikawezekana. What he was asking, what he was worried. Kile alikuwa anauliza, kile alikuwa anaogopa. He had already restored her to be a youth. Tayari amemrejesha kwa kijana. He could be admired for his beauty. Angetamaniwa kwa sababu ya urembo wake. He cannot see that. Na angeona hiyo. And even you cannot see what God has done for you. Na hata wewe usiona kile Mungu amekufanyia. There is where you cannot turn back. You can't turn back. Kuna mambo Mungu amekufanyia huwezi rudi. Amen. Instead to go back, better you die. Sure. There is many things God has taken away from you. Kuna mambo mengi Mungu amekuondolea. So you cannot go back there. Sure. Sasa huwezi kurudi nyuma huko. It cannot benefit you. Hata haiwezi kukufaidi. Are you getting me? Amen. Somebody recently tell me, where you think the world is better? You people, the world is very worse. Mahali fulani ndio hivi majuzi. Mahali mnafikiria ni ulimwengu ni bora. Somebody to be here. Ulimwengu ni mbaya sana. If there is a best place, kama kuna mahali bora, it is where. Ni mahali. It is where there is an mahali kuna mwavuli. Mwavuli wa neema. Mungu. Baba shetani aulize ruhusa.
hapa in Hebrew chapter 11. Waebrania 11. Don't let Satan wishing you with nothing. Usiruhusu shetani akuroga na bure. Amen. Listen here. Sikiliza hapa. Hebrew chapter 23. Waebrania 11:23. 11:23. Listen what it says here. Sikiliza vile anasema hapa. By faith Moses, when he was born, he was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they are not afraid of the king commandment. They didn't care about Pharaoh. Hawakujali vile Farao alisema. By faith Moses, when he came to years, he refused to be called the son of the daughter of Pharaoh. He refused. Alikataa kuitanishwa. He refused to be called. Alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Binti Farao. You must refuse even yourself. Lazima ukatae hata na wewe. You must refuse yourself from now. I will not be of this. Siwezi kuwa wa hii. Refuse. Nakataa. You must make your decision. Lazima ufanye uamuzi wako. Amen. You see? He refused. Alikataa. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pressure of sin for a season. Hallelujah. They are where today? Wako They wapi have leo? dead. Wako wapi? Other they say it is better good life for a season. Wengine wanasema heri maisha matamu kwa muda. How can you change eternal Unawezaje kubadilisha hiyo na ya milele? with the nonsense of the Unawezaje world? kubadilisha umilele, kulinganisha umilele na bure na upusi? How can you change eternal with nothing? Unawezaje kubadilisha umilele na bure na vitu vya kuharibika? You go to hell to suffer forever. Alafu uende jehanamu kuteseka milele. Why don't you be like Lazarus when he was living where in the rich people eating rubbish thing, and today he's on the presence of God? Bwana usiwe kama Lazaro akiishi pamoja na matajiri akikula vitu vinavyoanguka When na he yeye katika refused. uwepo wa Mungu. Alipokataa, Moses, when he refused, Musa he said alipokataa. it's better to suffer with the people of God. akasema ni bora That is kuteseka na why watu wa Mungu, ndio maana about 2000 years ago, he was miaka in 2000 Jesus' iliyopita alikuwa pamoja na Yesu katika mlima wa kubadilishwa akiishi. Moses. Yule He Musa was seen by the people believing. The alionekana people na who watu was in this wanaoamini. life, they see Moses. Walikuwa katika maisha hiyo walimwona Musa. They didn't even need Jesus to say, you know, this is Moses. They Hata see it and they discovered it. Yesu This alisema is unajua huyu ni Moses Musa. and Elijah. Hallelujah. You see where Moses he go to Jesus after he rejected Pharaoh. Musa alipokataa Farao alienda kwa Yesu. Hallelujah. He refused. Alimkataa. And you can see, you can change life by street walkers here. And Moses was in the king house to marry a daughter of king. Na unaona What is wrong with maisha you? na mtu wa mtaa hapa na Musa You alikuwa say katika what in ikulu the presence of na kwa Moses. msichana wa mfalme. Street walkers here. Asururaji wa muji hawa. Msirani wa mji hapa. You see? Listen. That's what Moses do. Ndivyo Musa anafanya. 27. By faith he forsake Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Hallelujah. That is 27. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Yeah. He chose rather to suffer with the people of God. Alichagua hata Aliona kwenda ni vile kuteseka kuteseka na watu wa Mungu. na watu wa Mungu. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Are you getting it? Amen. 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 That's what we are supposed to do. We must act according to the word of God. Ndivyo tunapaswa kufanya, kutenda sawasawa na neno la Mungu. Kama waaminio hao wengine. Yeah, they suffer.
They do. They act according to the word of God. Walitenda sawa na neno. And they show it to people. Na wakaonyesha watu. What they are doing. Kile walikuwa They wanafanya. didn't care about what the world people says. Hawakujali vile watu walimwengu wanasema. May God help us. Amen. Na Mungu atusaidie. Listen here. Listen hapa. In this message called Work is Faith Expressed. Katika ujumbe huu unaoitwa matendo ni imani kidhihirisho. Paragraph 89 it say but see Abraham. Lakini ona Ibrahimu Believed God. Alimwamini Mungu. And that what God saw in him. Na hiyo ndio Mungu aliona ndani yake. He believed it. Aliamini. But when he went to action, lakini alipoenda kwa matendo, as through it was already done, kama tayari imefanywa, that what man saw in him. Hivyo hiyo ndio watu waliona ndani yake. God see faith. Mungu aliona imani. Outside the world they see action. Watu wa nje ulimwengu waliona matendo. What he do, kila alifanya according to faith which God see. Kila alitenda kulingana na ile imani Mungu aliona ndani yake. And that the same as it is to us. Na hivyo ndivyo ilivyo na sisi. Because our works express what faith we have. Kwa sababu matendo yetu yanadhihirisha ile imani tuliyonayo. But if we are afraid to act on what we believe, lakini kama tunaogopa kutenda na kile tunaamini, then we don't believe it. Basi hatuliamini. See, you have got to believe it. Unaona, inakubidi uamini. Abraham was expressing his faith he had in God promises. Ibrahimu alikuwa akidhihirisha imani aliyekuwa nayo katika ahadi za Mungu. Abraham matendo ya Ibrahimu was expressing his faith yalidhihirisha imani yake he had in God's promise. Aliyekuwa nayo katika ahadi za Mungu. Now Abraham, sasa Ibrahimu, remember, kumbuka, he was 90 years old. Alikuwa miaka 90 or 100 years old. Ama miaka 100. And Sarah was 90 years old. Na Sarah alikuwa miaka 90. And now they are well stricken in age. Walikuwa wamezeeka, past children bearing. Walipita umri wa kupata watoto. Had been for many years. Kwa miaka mingi sana. And they had lived together as husband and wife. Na waliishi pamoja kama bwana na mke. Since they are young. Tangu wakiwa wachanga. And no children. Na bila watoto. But yet, lakini God told him when he was 75 years old. Mungu alimwambia akiwa miaka 75. And Sarah 65 years. Na Sarah 65. You are going to have a baby. Mtapata mtoto. Even when God tell them, hata Mungu akiwaambia, he have passed age. Walikuwa wameshapata umri wa kupata watoto. Sarah alikuwa amepita umri wa kupata mtoto. You see? That's 75 years. Hiyo ni miaka 75. You are going to have a baby. Tapata mtoto. And he believed. Na aliamini. God promised. Mungu aliahidi. He believed it. Aliamini. Now see. Sasa he made ready everything of this baby. Aliandaa kila kitu ya huyu mtoto. He prepared clothes. Aliandaa mavazi. He is coming. Anakuja huyu mtoto. The moment God said that, wakati Mungu tu alisema hivyo, he started preparing things. Alianza kuandaa vitu ya huyu mtoto. He is knowing he will have a baby. Atapata mtoto. Why? Because God had said so. Kwa sababu Mungu amesema hivyo. See, he made prepare everything for his baby. Aliandaa kila kitu kwa ajili ya mtoto wake. You must prepare. Lazima ujiandae. You must prepare your heart because the baby is coming. Lazima uandae moyo wako kwa sababu mtoto anakuja. Amen. Your baby today. Mtoto wako leo. Jesus Christ the Holy Ghost. Yesu Kristo Roho Mtakatifu. You prepare it with faith. Andaa moyo wako kwa imani. Say you do it because the baby is coming. Kila Mungu anasema unatenda kwa sababu mtoto anakuja. God said so. Kwa sababu anasema hivyo. Unto you. Hadi hili ya kwako. As many our God shall come. Na wewe jamaa Mungu. So by faith you are preparing the room. Kwa hivyo kwa imani unaandaa imani kwa sababu mtoto lazima asaliwe. Are you listening? Amen. Nasikiliza. Yeah. And the preaching again is for preparing you. Na kuhubiri tena ni kukuandaa. You come. Atakuja. We are witness.
it has transferred us from the clay. It has bring another us to another atmosphere, another dimension, where we can see God, where we can see angels, where we can see the presence of God. How can we stay far from there? Are you listening? Preparing for this baby. See, that's what God saw when he believed God. Hiyo ndio ile Mungu aliona. And the man saw what he did to express what he believed. Watu wanaona kile alifanya kudhihirisha kile anaamini. Kile anaamini. And that's the same thing that works tonight. The same way it is with us. It has been revealed to him. It has been revealed to him. It has been revealed to you. Amen. It has been revealed to you. Jesus is mine. It is something revealed. It is mine. That's why I come from far. He was not doubting because he already is not in Caribbean land. He is in the promised land. God has brought you this far. He told Abraham, that's why I brought you from the Caribbean land to give you this land. That's why I brought you
That's where we are invited. Yeah. Then who will go with me? It is you to decide. The coming of the Lord is so near. So let us pray. Brother, come and close us with the word of prayer. Brother, you are the one, come here. Just close us with the word of prayer. Just pray. Tuombeni. Mungu wetu, tunakushukuru sana sana Mungu wetu. Wewe umekuwa sana mwema kwetu. Wewe unatunenea neno la uzima. Na wewe umetuambia tukiamini tu tutaona utukufu wako. Tunaamini neno lako hakika ni kweli. Na tunaamini wewe huwezi kusema uongo. Neno lako litakuja kutimia lote. Tunaamini maneno yote umetuambia Mungu wetu. Na tunaomba ukatusaidie tuweze kuyahifadhi mioyoni mwetu. Ili Mungu iweze kuleta iweze kutubadilisha na kutuvuta zaidi na zaidi karibu sana na wewe Mungu wetu. Maana hata tunaamini Mungu kurudi kwako kumekaribia. Asante sana Mungu wetu. Asante kwa kutupa neno lako. Asante kwa kutupa kipawa ambapo Mungu tunaweza kulishwa na kukula kutoka kwa kiti chako cha enzi Mungu wetu. Tunafurahia Mungu na tunakushukuru na tunaamini Mungu wewe ndiye unatunenea hapa. Tunaamini wewe ndiye unatunenea hapa kila wakati. Asante Mungu wetu. Tusaidie kila mmoja wetu. Tusaidie kila mmoja wetu. Kumbuka Mungu wetu kila mmoja wetu wale walio na njaa na kiu Mungu wetu. Wewe umetuahidi kutujaza. Mungu wetu, watoto wako wanalia Mungu wetu. Wanakuomba uwajaze. Mungu wakumbuke wote. Mungu wakumbuke wote. Ukajimimine ndani yetu Mungu wetu. Katubariki na ukatujaze. Maana hiyo ndio shauku letu. Hiyo ndio lengo letu la kuwa mahali hapa. Tunakushukuru sana Mungu wetu. Tusaidie sana Mungu wetu. Tunajikabidhi mikononi mwako. Mungu wetu uwe pamoja nasi. Hata ndugu wetu, chombo hiki Mungu ambaye tunaamini kimetoka kwako. Hata Mungu wetu anapoenda tena kuhubiri injili za kigeni. Tunaomba Mungu ukajidhihirishe katika huduma hii. Mungu wetu kazae watoto wengi kama vile umetutendea sisi Mungu. Sisi ni washuhuda wa neno hili. Sisi ni washuhuda wa huduma hii. Tunaomba ukazidi kutenda zaidi Mungu wetu. Habari ambayo Mungu tunaomba kupata ni wewe umezaa watoto wengi katika ufalme wako. Asante sana Mungu wetu. Tusaidie Mungu wetu kuamini neno lako. Maana tukiamini tutaona utukufu wako. Tunajiweka mikononi mwako Mungu wetu. Hata
tukiwachana tena hapa, Baba kaandama na kila mmoja wetu. Kabariki hata safari zetu za kurudi manyumbani. Asante Mungu wetu. Tunakupenda. Maana wewe umetupenda kwanza. Tunakushukuru sana Mungu wetu. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.